Halo, karibu sana. Naitwa Gilbert Saidi na siku ya leo natamani tujifunze kitu kimoja ambacho tunaangalia umuhimu wa uongozi katika maendeleo ya mtu, jamii, pamoja na taasisi kwa ujumla, pamoja na nchi. Unaweza ukawa unajiuliza, ukiona mtu amefanikiwa sana au amefeli sana, pia ukiona jamii fulani au taasisi fulani imefeli katika eneo fulani au imefanikiwa sana katika eneo fulani, ukiona kama ni kanisa limefeli sana au limefanikiwa sana, ukiona nchi ipo katika kiwango kikubwa sana cha uchumi, kuna amani na kuna maendeleo makubwa sana, jambo kubwa la kuangalia, unaweza kaangalia sababu nyingi, lakini sababu mojawapo inayopelekea kutokuwa kuna maendeleo mazuri ni pamoja na eneo la uongozi. Natamani tuangalie mambo matatu ambayo kama mtu binafsi akijijengea, au kama ni jamii, kama ni taasisi, kama ni nchi pia ikijiongozea au ikijijenga katika mambo hayo, inaweza ikawa ni msingi sana. Jambo la kwanza ni uongozi wenye maono. Mtu anaweza akafanikiwa katika kiwango anachotaka kufika kama yeye mwenyewe ataweza kujiongoza binafsi, atakapoweza kuongoza hisia zake, atakapoweza kusimamia maono yake binafsi. Pia kama ni jamii, itakapokuwa na viongozi ambao wana maono, wana picha kamili ya mahali wanapokwenda, lakini pia wanaweza wakaweka mipango kamili kwamba tunafanya hiki ndani ya muda hiki. Kama ni taasisi hiyo kama itakuwa na uongozi imara katikati ya taasisi hiyo, tunaangalia maana yake viongozi kuanzia juu mpaka chini, kama watakuwa na maono thabiti na yale maono wakashare, basi tunategemea kwamba mafanikio ni lazima yataonekana. Lakini vice versa pia inakuwa ni hivyo hivyo. Kama uongozi utakuwa sio imara, maana yake kuanzia juu, kama ni mtu binafsi atakuwa hawezi kujiongoza, kama ni taasisi haitakuwa na uongozi imara, lakini kama pia ni kanisa, kama pia ni nchi haitakuwa na uongozi imara, tunategemea nchi hiyo au kama mtu huyo au kama ni jamii, basi itakuwa na mafanikio ya chini sana. Tuseme hiyo maana yake inaweza kawa katika kiwango cha ufukara au maskini. Jambo la pili ambalo linaweza likakusaidia au linaweza ikawa ni muhimu sana kuangalia ni kuweka maarifa na ujuzi. Ukiona pia mtu amefeli au ameshindwa, angalia eneo la maarifa alionayo, angalia pia eneo la nidhamu alionayo binafsi. Kweli unaweza ukawa unatamani kufanya kitu, lakini kama hautakuwa na maarifa sahihi, hautakuwa na taarifa za kutosha juu ya kitu hicho ambacho unatamani kukifanya, maana yake maendeleo kwako inaweza ikawa ni changamoto sana. Lakini pia binafsi, nidhamu binafsi pamoja na nidhamu ya taasisi, nidhamu pia ya nchi, nidhamu pia ya jamii husika. Kama itakosa nidhamu husika, nidhamu thabiti katika namna ya kushughulikia mambo, amekosa huyo mtu, ni namna gani anachukuliwa action. Kama mtafeli katika eneo la nidhamu, maana yake maendeleo itabaki kama historia kwenu. Lakini jambo la tatu ambalo ni usimamizi wa rasilimali na matumizi sahihi. Mnaweza mkawa mna fedha nyingi, rasilimali watu, mnaweza mkawa na rasilimali ardhi au rasilimali katika kitu chochote ambacho mnakimiliki. Kama hakutakuwa kuna matumizi sahihi, documentation, hiki kitu hiki kimetoka, ni namna gani kimetumika, ni namna gani kimefanyika, kwa nini wakati mwingine rasilimali zisipotumika vizuri, hata kama kutokuwa kuna viongozi wazuri, kama kutakuwa na watu wenye ujuzi na uwezo mkubwa, yani capacity, lakini kama kutakuwa kuna changamoto, maana yake mafanikio yanaweza akawa ni hatari sana kutokea kwenu. Kwa hiyo ili tupate maendeleo kama mtu binafsi, kama jamii, lakini pia kama taasisi na kama nchi kwa ujumla, tunapaswa kutumia rasilimali tulizonazo vizuri sana. Nitatolea mfano wa nchi moja inaitwa Singapore. Singapore ni nchi ambayo ilikuwa ni duni sana mwaka 1950 mpaka mwaka 1959. Ukiangalia ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa ni duni sana katika eneo la mafanikio yake. Walikuwa wanapita katika shida nyingi sana, lakini mwaka 1959 kiongozi mmoja aliyekuwa anajulikana kwa jina la Lee Kuan Yew, ambaye alikuwa ni waziri mkuu, alichaguliwa kwa kishindo kikubwa, na kuanzia hapo ilitengana na Malaysia. Malaysia ilikuwa ni nchi ambayo, Singapore na Malaysia ilikuwa ni nchi ambazo zinaungana, lakini baadaye Singapore ikaamua kujiengua katika ile combination au ile union. Na baada hapo watu walijua kwamba Singapore ni, kwa sababu kwanza ni nchi ndogo sana duniani, haitaweza kusustain maendeleo. Lakini Lee Kuan Yew ambaye alikuwa ni waziri mkuu kuanzia mwaka 1960
alipoapishwa kuwa waziri mkuu wa nchi ile, aliimarisha katika eneo la uongozi. Kwanza alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa na maono makubwa, kwa hiyo aliwekeza zaidi katika eneo la elimu. Kila jamii na kila watu wake walisisitizwa zaidi kutafuta maarifa na kuhusu elimu. Walivyotafuta elimu, maana yake wakawa na capacity na uwezo mkubwa sana wa kufanya mambo yao. Lakini pia baada ya hapo, baada ya miaka, huyu likuwa ni yeye ameongoza ile nchi ya Singapore ndani ya miaka 31. Amekuwa waziri mkuu ndani ya miaka 31. Ni kitu ambacho sio kawaida kwa nchi nyingi kwa kiongozi kuweza kukaa kwa miaka mingi namna hiyo. Naamini kuna viongozi ambao kwa labda kwa nchi yetu wameweza kukaa, kwa mfano labda mawaziri wakuu wameweza kukaa kwa nafasi hiyo ndani ya miaka kadhaa, wabunge wameweza kukaa ndani ya miaka kadhaa. Lakini likuwa alibadilisha mtazamo wa Singapore kutoka katika kiwango cha chini cha umaskini na kuja kufikia katika kiwango ambacho tunasema kwa dunia ya sasa huwezi ukazungumzia nchi yenye maendeleo makubwa ukaisahau nchi ya Singapore. Ni nini ambacho kilifanyika kutoka katika eneo la umaskini na kuiona katika maendeleo? Kitu cha kwanza kilikuwa ni uongozi imara, lakini kitu cha pili walijijengea maarifa, lakini kitu cha tatu walidhibiti matumizi sahihi ya rasilimali pamoja na vitu ambavyo walikuwa wanavimiliki. Kwa hiyo unaweza kuwa una struggle sana namna ya kuboresha maendeleo yako, aidha maendeleo binafsi ya kwako kama familia, lakini pia maendeleo ya jamii kama wewe ni kiongozi katika kijiji, katika kata, katika mkoa, lakini pia kama ni kwenye taasisi, kama ni kwenye kanisa, lakini pia kama ni kwenye taifa. Lakini hebu angalia haya mambo matatu. Jipime, fanya nini, tunasema fanya nini, evaluation katika haya mambo. Angalia leadership style mnayotumia, lakini pia angalia capacity ya watu ambao wapo katika jamii au wapo katika familia, wapo katika nchi, wapo katika taasisi hiyo. Lakini eneo la tatu, angalieni matumizi ya rasilimali zinavyotumika. Kama mtajiboresha katika hayo maeneo matatu, basi maendeleo kwenu yatakuwa ni kitu ambacho ni unquestionable, yani ni kitu ambacho hakiepukiki. Kwa hiyo ukiboresha katika maeneo hayo, unaweza ukafanikiwa sana, kwanza kwako binafsi, lakini pia kwa jamii husika, lakini pia kwa taasisi na kwa nchi kwa ujumla. Kwa mfano pia unaweza kusema mabara mengi ya Afrika tunafeli kwa sababu tunaanza na uongozi wa mtu binafsi. Njoo kwa level ya jamii, njoo kwa level pia ya nchi, na njoo kwa level ya Afrika kama kwa Afrika, lakini pia hata nchi ambazo zimefanikiwa ni namna hiyo hiyo. Kwa hiyo haya mambo matatu ni ya muhimu sana, yanaweza kukusaidia wewe kama mtu binafsi, yakakusaidia kama jamii, na yakasaidia pia kama taifa na dunia kwa ujumla. Haya mambo matatu ni ya muhimu sana. Asante sana kwa somo la leo. Unaweza ukaendelea kupata masomo mengine katika media kwa channel ya YouTube, TikTok na Facebook pamoja na Instagram kwa jina la The Destiny TV. Karibu tena kwa wakati mwingine.